My people, long time ago in one of the villages in Nigeria by the name Omukachi, there lived a man. So huyu Moi alikuwa anaitwa Emenike. Alikuwa na demu yake fulani. So demu yake alikuwa anaitwa Ihoma. Yeah, because unajua jina za Nigeria lazima tu zikuange tu hivyo. And that's a normal thing. So hao watu walikuwa naishi kwa hii village na hii village ilikuwa inaitwa Omukachi. Now Ihoma and Emenike were husband and wife. So walikuwa wanapendana of course. So kuna time siku moja Emenike, unajua Emenike alikuwa mtu mwenye alikuwa hunter, alikuwa hunter kiplani. So there's a time alikuwa ameenda bush fulani one evening, alikuwa ameenda kuenda na shughuli na hizo mambo na kuhunt and so. So alikuwa na hii time alikuwa anatembea kwa msitu, alikuwa na head home, alikuwa akihead home. So Emenike akasikia kitu ilimshtua from the back, akashangaa nini inanishtua hiyo design. So venye hiyo kitu ilikuwa imemshtua, akaamua kutoa zile stuff zake za kufight, akaziweka ready, akasema hata kama ni nini sijaogopa sana, lakini lazima tu nikuwe ready because hiyo fear hata ingeua hiyo fear hata ingekuwa mtu mwenye ako brave sana ingemuaffect kiplani. So Mori alifanya nini? Mori alikuwa ready na hizi mavitu zake, akasema sasa hii sasa kitu kikam najua venye nitajipanga, si ndio? Au sio? So Mori akakuwa ready na hizi stuff, akasema hii time mimi sasa sitaogopa. Sitaogopa, niko rada sana, niko rada kabisa. So hii time kuna ceremony fulani ilikuwa inafanywa kwa hii village yao, ilikuwa inaitwa initiation fulani. So unajua hiyo time walikuwa wanataka watu waende wafanye hizo initiation. So alikuwa ready because angejua ni nini inge happen hiyo time. Maybe ni hawa watu wa initiation wangekam wampige shughuli, au sio? So hiyo time venye alikuwa ameshtuliwa kidogo, akatoa hiyo stuff zake, akaanza kuangalia kando for so long. Then after kuangalia kando, akaangalia mbele, akashtuka kuna jamaa fulani alikuwa amesimama mbele yake by the name Madume. So Madume alikuwa amesimama mbele yake bana. Unajua msee, ukiona msee amekaa mbele yako asimame hivi bana, biceps ziko hivi, unaona ma six packs na venye watu kitambo wako wanavaa hizi masweater ma pullover, unaona hizi ma biceps manze, unaona ma six pack, unashangaa rada. Unaona tu face ya mtu, unaona tu jamaa naye akona ubaya, si mtu mzuri. So jamaa akasimama mbele yake, na unajua kumbuke venye aliona Madume mbele yake, akakumbuka kuna time kitambo alikuwa anang'ang'ania mambo na hizi ma land. Unajua walikuwa na land dispute fulani, na Madume alikuwa na claim kwamba land yenye Emenike ana own sahi, analima sahi ni yake. So lazima anataka hiyo land, na kuna time alikuwa amempromise, wewe kuna siku tutapigana na wewe, tutabanjana, kuna one day tu itafika hivi will fight with you. Na sasa hiyo, unajua hiyo time venye alikuwa ameona Madume mbele yake, akakumbuka, akasema this fight can be possible manze. Hii fight inaweza kuwa possible, ujamaa amekamia fight, si ndio? Au sio? Sasa kufanya hivyo, wakaanza kubishana mambo na hizo. Unajua ujamaa alikuwa na machete. Sasa huyu jamaa ana machete, anamwambia if you're a man, rusha machete chini, ukam tupigane kingumi, like man to man, binadamu mkono kimkono, au sio? So jamaa pia ako state, si akarusha hizo machete chini, wakaanza kupigana. Wakapigana. Na kwa hii time walikuwa wanapigana, hao watu walipigana, mara Emenike anainua huyu jamaa anamwangusha chini, mara tena Madume anakama na chukua huyu jamaa anaangusha chini. So it was a fight yenye aungesema huyu jamaa anapiga mwenzake, but lastly unajua tu Madume mtu mwenye, unajua Madume alikuanga mtu
alikonga mtu ako na biceps alafu energy kidogo, but si eti alikonga mtu anajua kufight by the way. Watu wa village wanasemanga huyu jamaa ni mtu mwenye ni mnyonge, lazy, somebody who is lazy. Unajua tu kwa village tu lazima kuonge na mtu lazy sana. So Madume alikuwa one of the people wenye walikonga lazy kwa village man. Sasa hata yeye hakuwa amejenga nyumba kwa boma yake, alikonga mtu lazy bana, lazy kabisa, au sio? So wakapigana hadi akalemea Emenike. After kulemea Emenike akadhani amemuua manze. Juu hao watu walipigana yenye hata ungeona ground yenye watu walikuwa wamepigana bana, hiyo ground tu ungedhani ni elephant ilikuwa ina fight kwa hiyo ground. Sasa unajua nini ikafanyika? Jamaa wakapigana hadi sasa ikabidi Emenike atoke ikabidi Madume atoke mbio juu ni kama ameua jamaa fulani, huyu jamaa mwingine Emenike. Though Emenike pia alikuanga wrestler na alikuanga, lakini hakuwa wrestler fulani, like hakuwa wrestler serious, alikuwa tu average wrestler. So akabidi Madume aishie bana. After kuishia Emenike pia akasimama bana. Sasa Emenike kusimama manze, unaona tu sura bana. Yaani ni kama alikuwa na fight na lion, unashangaa. Rada. Utatuonyesha mambo. Yaani una fight na mtu, alafu unaamka unashangaa, ni lion nilikuwa na fight nayo ama ni binadamu nilikuwa na fight nayo? Ni mbaya. So Emenike akaamka bana, akaanza kutembea kwenda home bana. Unajua akabeba hizo stuff zake anatembea, lakini face ni kama mtu amegongwa na kama mtu amegongwa na trailer manze. Yaani sura si kugongwa na binadamu bana. So anatembea hadi approach home yake. So kwa approach home bibi yake kamuona bana. Bibi yake akamkimbilia akasema ilikuwa lion like ilikuwa leopard, sorry. Yaani bibi yake kuangalia akashangaa, kwani ulikuwa kwa nini na leopard? Hiyo sura ilikuwa imekaa ni kama haujagongwa na binadamu. Nashangaa kumbe Madume alikuwa na nguvu hiyo design. Ni mbaya. So hiyo time akasema like venye alikuwa ameulizwa na bibi yake, unajua bibi yake alikuwa anaitwa Hiwoma. Venye Hiwoma alikuwa amemuuliza akatulia tu. Akatulia tu. So kutulia tu jamaa akaenda akakaa kwake lakini hiyo situation yake bana ililemea bibi yake, akashangaa rada. Kwani nini imefanyika huku? Bibi yake akakimbilia brother in law, bro wa huyu jamaa. Unajua bro wa huyu Emenike alikuwa anaitwa Nadi. Bibi yake akakimbilia Nadi pia alikuwa amepatwa huko bana, alikuwa anatengeneza hizo vitu zake za boma. Unajua hizo ma groomings, lazima ugroom boma. Nadi kuambiwa hivyo, Nadi akatoka mbio bana kumfuata mbio. Wakakuja wakaangalia situation yake bana. Hiyo situation yake venye alikuwa amepigwa kama alikuwa amepigwa kama trailer. Unashangaa mwanaume unapigwa aje kama trailer? Hiyo ilikuwa fight. Alikuwa amepigwa kama trailer. Nadi kufika akaona hiyo situation ya bro wake manze. Akasema hii sasa hii ni mbaya. Akaona venye bro wake alikuwa ameumia bana. That was a very 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 bad situation, you could say that. So after kukamba, unajua sasa hii mambo sasa imekuwa spreaded, yani kila village anajua bana watu walifight, lakini they are not sure if Madume and Emenike fought. Alafu pia unajua kuna watu wengine pia they know how to sense thing. Wanajua tu kitambo Emenike na Madume walikuwa na story fulani ya land. Walikuwa na story fulani ya land. Na hiyo land ilikuwa imekuwa solved already, hadi wakasema sasa land ni ya Emenike. Lakini Madume hakuwa amekubaliana na hiyo story yao ya land kupewa Emenike. So alikuanga na hiyo anga manze. Alikuanga na hiyo anga kitambo bana, ako nayo. Yaani anatembea lakini yeye si yeye, like yeye si yeye bana. Ni mbaya mse, ni mbaya.
Tacheka, mtajua mjui. So wakafika bana, yani sasa hii story imetangazwa like story, watu wamejua kwa village bana. Hao watu wamepigana, hao watu wamebanjana vibaya sana. So hao watu kubanjana hiyo design bado nani hakusema na alikuwa amepigana na nani. Wanaume sijui mtu nakuanga aje, bado hakusema walipigana na nani. Lakini hii kitu ikaenda ikamlemea bana, ikaenda ikamlemea hadi wakaita hizi manini. Unajua Nigerian wanakuanga na hizi medicine men, Anyika. So Anyika is one of the, alikuanga medicine man kwa hiyo village. So Anyika akakam wakamtibu. Unajua wanaangalia hizo stuff, unajua tu hizo ma reactions za watu wa au watu wa nini, au watu wa kutreat watu au medicine man, hizo magic thing wanafanyanga. You guys you understand these things. So walikuwa wamefika manze, kufika wakaanza kufanya hizo ma staff manze, wanafanya bana. Wewe unashangaa rada, yani hiyo fight ilikuwa imeaffect huyo jamaa design. Hata wewe ungeona in live story ungeshangaa, ungesema kwani nini ilikuwa inafanyika huku, nini ilikuwa inaendelea huku. It was a very hectic thing, like you can't just imagine. Ni kama lion ilikuwa imefight na huyu jamaa. Emenike aliona bana. Watu huona huku nje, ni mbaya. That is a very, ni mbaya mse, it's a very bad thing. Guys, episode 2 inakam. So this is the first episode of The Concubine. Hii story inaitwa The Concubine. Is one of the stories zenye wazazi wetu walikuwa wamesoma na mimi pia nikapitia bana. It's a nice story indeed. The Concubine ni story imeandikwa na Elecha Amadi from Nigeria. So guys, kama unajua hii story mwaisikiza, man, just go and read this story. Ni story fit. But anyway, naenda kuproceed na other episode. Now this is the first episode of Concubine, and we are going to proceed with the next episode. I'll see you. Bye bye. See you next time.